Bwana Yesu asifiwe. Hebu nikupe ukweli, Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana. Ishi, fanya chochote unachofanya, lakini Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana. Ndugu yangu, kuwa rafiki na Roho Mtakatifu. Ruhusu Roho Mtakatifu awe pamoja na wewe. Sio wewe unamleta, Yesu alishamleta. Na kwa sababu Yesu alimleta ili kusudi kanisa lijengwe, litengenezwe kanisa lake. Kanisa sio jengo, kanisa sio makusanyiko kama tunavyoona hivi. Ni kweli ukija sana, kanisa ni watu wengi waliorundikana. Lakini sikilize, kanisa ni mtu mmoja mmoja ambaye maisha yake yanamlingana Mungu, yanaishi maisha ya ushindi hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Ili mtu huyo Mungu anamtumia. Ndio maana kuna jina ambalo Yesu anaitwa Masia, yaani mpakwa mafuta Kiebrania, na Kristo mpakwa mafuta Kiyunani. Bwana Yesu asifiwe. Ili nini? Atimize ile kusudi. Alipakwa mafuta ili afanyeje? Apate kuitimiza huduma aliyokuja kuifanya duniani. Asante kwa Mungu. Baada ya Yesu kuondoka, ile huduma ameikabidhi kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ile huduma ameikabidhi kanisa. Na ndio maana unakuta kanisa likapewa nguvu ya kutembea, likapewa uwezo wa kutembea, likapewa liwe mshauri wa dunia hii mbovu. Bwana Yesu asifiwe. Likapewa liwe na uelewa, ufahamu. Kanisa lina ufahamu tofauti na watu wa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Huko duniani kuna vitu vingi hawana majibu, lakini kanisa lina majibu. Tuseme amina. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa lina hekima ya Mungu, lina ufahamu wa kimungu nje na jinsi ambavyo dunia ilivyo. Ni kweli tunaishi duniani, tunatembea duniani, tunafanya mambo mbalimbali duniani, lakini sisi sio wa dunia hii. Ndio maana Roho Mtakatifu alipotuzaa upya akatubadilisha ili tuwe watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wa Mungu ili tutimize makusudi ambayo Mungu anataka tuyatimize. Kwa sababu ukiwa mtoto wa Mungu lazima utamtii Mungu, utafanya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Yesu asifiwe. Na ndio maana Yesu katika maisha yake alikuwa na uhusiano wa kipekee na Roho Mtakatifu, wa kukubali Roho Mtakatifu awe juu yako ili katika majaribu unajaribiwa uweze kushinda. Yesu alijaribiwa mpaka mauti ya msalaba, mpaka kifo cha msalaba, lakini Yesu alishinda. Haleluya. Alishinda mauti ya msalaba, na alipokufa akafufuka siku ya tatu kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho ya Mungu ikamfufua kutoka kwa wafu. Na ndio maana leo tuna kanisa duniani kwa sababu ya kazi njema ambayo Mungu aliitoa kwa njia ya Roho wake Mtakatifu. Hebu nikushauri kama mshirika wa kanisa la Miracle Assemblies of God. Hebu tamani ujae Roho Mtakatifu. Tamani nguvu za Roho Mtakatifu. Tamani hekima ya Roho Mtakatifu katika maisha yako. Tamani ufahamu wa Roho Mtakatifu. Na ndio maana kutokana na mambo mengi yaliyoko duniani tunamhitaji Roho Mtakatifu atusaidie kutembea katika mambo yote ambayo yanatokea duniani. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yana mabadiliko. Maisha yana mabadiliko. Ukiangalia maisha walioishi huko nyuma na sasa hivi ni vitu viwele tofauti. Na ndio maana watu hata ukiwaleta watu wa miaka iliyopita wanashangaa wokovu wa siku hizi. Wokovu tulionao siku hizi, wokovu usiotaka mafundisho, wokovu usiotaka neno la Mungu, wokovu usiotaka kukusanyika. Sasa hiyo ni wokovu wa namna gani? Lazima ufikiri, kwa nini wokovu ulioko sasa unakataa vitu vya kimungu? Je, tule huko tunapokwenda tutafika? Tukimwomba Mungu atupe roho, utashangaa zile karama mbalimbali, vile vipawa mbalimbali ambavyo vinatakiwa kutumika vitakuwepo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Utaumbishwa na dunia hii mbovu.
utatembea katika ushindi katika maisha haya. Na ndio maana nia na makusudi ya Mungu kumleta Roho Mtakatifu ili kusudi maisha yetu yabadilishwe, maisha yetu yatembee kwenye uhakika. Jamani, Yesu asifiwe. Yako maisha ya uhakika na Yesu, yako maisha ya uhakika na Roho Mtakatifu. Na bila Roho Mtakatifu hakuna maisha ya uhakika. Utaishi maisha ukifikiri unafanikisha. Sikiliza nikwambie, mpendwa, maisha ya kufanikisha hayachangani kila kitu. Hebu nikuulize swali. Tuna magari yetu ambayo tunaendesha. Gari la petroli, hebu nenda changanya ile petroli na diesel alafu uweke kwenye chombo kimoja. Huwezi kwenda. Huwezi. Na hiyo ndio kitu ambacho kinachosumbua dunia sasa hivi. Na kuhakikishia, ruhusu Roho Mtakatifu katika maisha yako. Omba Mungu akupe Roho wake. Omba Mungu akujaze nguvu zake. Omba Mungu akupe uweza utokao juu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Atuwezeshe tufike kwa Baba. Atusaidie maisha yetu tufike mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana. Yatazame maneno haya. Pendwa, kwa karibu na Roho Mtakatifu sio utumwa. Ni jambo muhimu sana kwenye maisha yako. Kwa Roho Mtakatifu ninamhitaji kwa sababu nilipewa. Aliyeupa dunia ndiye alijua mwanadamu. Bila Roho ya Mungu hawezi chochote. Huwezi hata kama unapambana. Tutaimba kwa kifupi, na kama itawezekana utainua mikono yako juu. Mwabudu Mungu aliyetumba na mwambie Roho Mtakatifu akujaze tena. Bwana Yesu asifiwe.